kuondosha hili tatizo ni nani? Tunakosa kumwona, hayupo. Ubora hasa wa waume katika kufunga hasa, ingependeza zaidi kwamba umma wa Kiislamu unafunga kwa kufuata utaratibu wa kufunga kwa wote kwa pamoja, hii ikiwa na sura ya kuunganisha umma mmoja. Lakini leo na miaka mingi umma huu unafunga ukitanuliwa zile ikhtilafu zao ambazo hakuna kiungo cha moja kwa moja cha kuja kuunganisha kwamba nyinyi ni umma mmoja. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Nani atatuunganisha? Leo tunatekeleza ibada, ndugu zangu Waislamu, kupata ujira ikiwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu, lakini tunakuwa wanyonge Waislamu, tunaonewa na tunauliwa. Huu wakati ambao sisi tupo hapa, lakini dunia hii kuna ndugu zetu walioko Gaza hawajui katika kitu gani, wanauliwa, wanadhulumiwa. Baadhi ya majimbo katika nchi kama ya India, Waislamu wanadhalilishwa, wanauliwa, wanafanyiwa matendo ya kinyama, hawana wa kuwahami wala kuwanusuru. Baadhi ya majimbo China, Waislamu kamwe wanazuiliwa wasifanye kazi. Kwa sababu gani? Wanasema ukifanya kazi eti unapungukiwa na nguvu za uzalishaji. Wanalazimishwa nini? Kuto kufunga, wasifunge. Mnaambiwa hakuna ruhusa ya kufunga, na kwa wao katika majimbo haya kufunga ni kosa. Ndugu zetu hapa wanaodhalilishwa, wanaotezwa nguvu hata wasiabudu, wasitekeleze ibada zao ni nani? Umma wa Kiislamu leo tumekuwa wanyonge. Mwenye hamu ya kujaribu silaha yake anakwenda katika jamii za Waislamu kuijaribu, inaua vipi? Hatuna thamani. Maisha yetu Waislamu yamekuni. Anayetaka kuua anakwenda kwa jamii za Waislamu, anayetaka kudhalilisha anakwenda katika jamii za Waislamu. Wakati sivyo, mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekea Kaaba, anaiambia nyumba, wewe ni nyumba tukufu yenye ubora zaidi kuliko nyumba zote duniani, lakini huna ubora wewe mbele ya damu ya Muislamu. Leo maskini hali tulionayo Uislamu ni ya mashaka sana. Tuombee dua sana ndugu zetu wako katika hali ngumu, wanawadhalilisha, wanawaua ndugu zetu popote pale, wala hawana kosa lolote isipokuwa ila ayakula rabbuna Allah, kwa sababu kwamba Mungu wetu sisi ni Allah peke yake. Sasa hali hii na uduni huu na unyonge huu tumefikia hivyo kwa sababu hatuna chombo, hatuna nidhamu ya kutusimamia sisi Waislamu. Kwa hivyo kabisa, na hata wasiokuwa Waislamu unaweza kusikia na utasikia kwamba kuna futarisho la ubalozi wa Israeli, wanafutarisha au ubalozi wa Marekani, watu ambao si wa. Maajabu yametokezea wapi? Swala la kufunga na iftari ni ibada, ni masuala ya kiakida. Kwa nini leo imefika pale yanachezewa? Imeanza lini? Je, waliopita Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na waja wao waliopita na masahaba huko yalifanyika haya? Hivi nini hamshuhudii dunia hii leo balozi ambaye yeye na taifa lake wakati wote wako katika mikakati, wanavijari kuwaua Waislamu popote,